Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaitwa Mtume Eliakunda Mwingira. Ninakukaribisha katika kipindi cha Mtembeo wa Mwanamke. Leo ni siku nzuri kabisa. Tumeleta vitu vizuri vitamu. Na niko na mgeni. Nitaomba mgeni wetu atajitambulishe. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa mchungaji Stella Gisla Mapunda. Ni mchungaji kiongozi mkoa wa Imara, Dar es Salaam. Karibu sana kwenye mada ya leo. Amina. Amen. Kama nilivyokuambia, tuna mambo mazuri siku ya leo. Na mada yetu nzuri tuliyokuwa nayo siku ya leo ni namna gani ambavyo binti ambaye hajaolewa anaweza kuwa na subira hata Mungu akampe mtu yule ambaye amemwandalia. Maana najua ni kwamba mabinti wengi sana wamefika mahali wanaona kama vile wamechelewa, wakiangalia miaka imekwenda, wanakata tamaa. Lakini nataka nikwambie, iko nguvu ya Mungu ambayo inakusaidia wewe kufikia pale Mungu alikuwa kukusudia, kwa sababu iko ratiba ya Mungu ambayo ameikusudia katika maisha yako. Na anajua ni nani aliyekuandalia. Lakini nataka nikwambie, unahitaji kujua kwamba unayo nguvu ya Mungu ndani yako inayokupa kuvuta ambavyo viko mbali kuvileta karibu. Lakini pia iko nguvu ya Mungu ambayo inakusaidia kuwa na mvuto. Kuwa na mvuto. Maana unajua kuolewa inahitaji nguvu. Unahitaji nguvu ya Mungu ili uweze kuolewa. Kwa hiyo kuna ule mvuto ambao unasababisha mtu aseme kuna binti yuko mahali fulani. Kuna ile nguvu inayomfanya mtu akuone. Kwa nataka nikwambie kabisa kwamba usikate tamaa. Leo tutakuta mada yetu nzuri ambayo itakuonesha namna gani ambavyo unaweza kushinda. Usiangalie miaka uliyokuwa nayo, lakini angalia neno la Mungu linasema nini. Kwa sababu neno la Mungu ndio dira yetu. Anasema hakuna jambo gumu kwake lisilowezekana. Na leo niko na mtumishi mmoja ambaye na yeye amepita kwenye mazingira hayo. Alichelewa kuolewa, lakini leo ameolewa, ana mume, ana ndoa nzuri na ana mtoto. Na atapata watoto. Kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Kwa hiyo nataka nikwambia hata wewe ambaye uko kwenye mazingira ambayo unaona labda hujaolewa, inawezekana labda ukiangalia hata nyumbani kwenu, ukiangalia labda ukoo wenu hawaolewi. Lakini nataka nikwambie kwamba hilo swala la ukoo au swala la umri kwa Mungu sio tatizo. Kwa Mungu inawezekana. Hebu sema kwa Mungu inawezekana. Kwa sababu nina ushahidi. Na nikasema nisije tu nikakuelezea maneno matupu, utasema mama mtume hajui bwana. Kwa sababu yeye kashaolewa, kashazaa watoto, hajui tunakopitia. Nimekuja na mtu ambaye ni ushahidi, ni ushuhuda unaoishi. Mtumishi wa Mungu Stella atakueleza vizuri namna gani ambavyo yeye aliishi, alikaa muda gani, lakini alisimamaje mpaka akafikia hatua ambayo leo anayo. Na leo amesahau kama alikaa miaka mingi. Kwa sababu Mungu akikupa, Mungu akianza, unasahau miaka uliokaa. Ndivyo Mungu alivyo. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mfalme wa utukufu, tunasema asante kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa kutupa nafasi ya kusema na watu wako walioko kwa mbali na hata walioko karibu. Asante kwa sababu kuna mtu ambaye umemkusudia aweze kuponyeka siku ya leo. Nami nakusihi Bwana wa utukufu, maneno tunayoyazungumza ni maneno yenye uzima, ni maneno yenye uhai. Acha anayesikia akapate kuponyeka. Maneno yatokayo kwenye vinywa vyetu yakaenda na nguvu yako ili kumsaidia mtu mmoja aliyekuwa amekata tamaa na kumfanya binti mmoja aliyekuwa amechoka aweze kusimama tena na akaweze kupata yule mume uliyomwandalia. Tunakualika Roho Mtakatifu, mwalimu wetu mzuri, kiongozi wetu na mshauri wetu, mtia nguvu wetu. Uwe pamoja nasi saa hii tunapoanza, kwa maana unamjua kila mmoja, unajua haja ya kila mmoja, ukamhudumie kila mmoja. Roho Mtakatifu kupitia sisi watumishi wako tunapoenda kuzungumza. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Nafurahi sana kwa siku ya leo kupewa mada hii kwa wadada ambao wanatutazama. Ninajua ni watu tofauti wanaangalia, ambao wameokoka, ambao hawajaokoka. Sisi tunazungumzia kwa jumla. Wewe mradi ni mwanamke ambaye umeokoka, umempa Yesu maisha, tutakuelekeza, na wewe ambaye hujaokoka pia tutakuelekeza nini ufanye. Mimi unaniona ni ushuhuda unaoishi.
kama Mtume Mama Iliakunda Mwingira alivyosema, ni binti ambaye sasa hivi ni mama, ni mke. Lakini nilikaa muda mrefu bila kuolewa. Lakini kitu kimoja ambacho leo nataka kuzungumzia ni kwa habari ya nguvu ya Mungu. Nguvu ya Mungu. Ukitazama katika Biblia, kuolewa sio hiari, ni kitu ambacho Mungu amekiweka. Tukisoma katika ile Mwanzo sura ile ya 2. Mwanzo sura ile ya 2 mstari ule wa 18. Neno la Mungu limesemaje? Si vema mtu huyu awe peke yake. Nitamfanyia msaidizi wa kufanya nini? Kufanana naye. Kwa hiyo tunaona Mungu ameshasema. Hiyo mstari sura tuanza kusoma. Mwanzo sura 2 mstari wa 18. Bwana Mungu akasema, si vema mtu huyu awe peke yake. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Kwa hiyo yuko mtu anayefanana mtu mmoja mahali fulani. Yes, yupo mtu. Yaani hata kama una miaka 45, hata kama una 50, hata kama una 50, una 60. Yeah. Amesema sio vema uwe peke yako. Atakupa msaidizi wa kufanana naye. Yeah. Kwa hiyo katika maisha yangu nilishika huu mstari. Ukajua yuko mtu wako. Yaani nilikuwa ninashika huu mstari ya kwamba yupo mwenzangu, yuko sehemu fulani, lazima atakuja. Yuko wapi mimi sijui, ila Mungu aliyesema anajua. Anajua kwa sababu neno la Mungu linasemaje katika ile Waebrania 11? Imani chanzo chake ni kusikia. Na kusikia huja kwa neno. Neno lipi? Ni hili nilolisoma. Yes. Hakuna neno lingine. Neno lipi? Ni lile ambalo naambiwa madhabahuni. Kwamba hutakuwa peke yako. Sitakuwa peke yangu. Kuna mtu atakaye kuja kwa ajili yako. Atakuja. Lakini neno hili lingine pia nililotamkiwa. Nakumbuka wakati nimeokoka mwaka 2013, wakati naendelea kuwa na ibada, kuna siku moja mtumishi wa Mungu akafundisha somo la nguvu ya Mungu. Akasema nguvu, yani chochote unachokitaka kinahitaji nguvu. Yes. Nilishika lile neno, nikawa nalisimamia, natembea nalo. Kwa hiyo wakati naendelea kulisimamia, majaribu yapo. Yako kila mahali kwa sababu dunia imejaa na yule Mungu. Yes. Majaribu yapo, kuchekwa kupo. Lakini mimi nilikuwa siangalii watu wanavyoongea. Na unajua Stella, niseme kwamba kitu kikubwa ambacho kinawafanya watu wengi sana wanakata tamaa ni mazingira. Mazingira ni kwa sababu wanaanza kuangalia kwamba mimi kwenye familia yangu wote wameolewa labda. Au kwenye ukoo wangu au watu wa rika langu wote wameolewa. Kwa hiyo anaanza kujihisi, hata kwanza hakuna mtu anayemuona, ila yeye mwenyewe anaanza kujishuku sasa. Kwamba mimi mpaka hivi watakuwa wananicheka, wananionaje, naonekanaje. Kwa hiyo cha kwanza kinachoanza sio watu wanavyoona, ila yeye mwenyewe sasa anavyojiona na kujihukumu sasa. Ndio inaanza kumtesa. Inaanza kumtesa. Yeah, anaanza kusikia aibu. Yaani unajua ni vile maana neno la Mungu linasema katika Methali, aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Wewe mazingira yanakuonyesha hujaolewa, sawa, lakini wewe unaonaje? Wewe mwenyewe unajisikiaje ndani? Wewe unajisikiaje? Kwa hiyo vile unavyojisikia ndivyo itakavyokuwa. Kabisa. Kwa sababu ukiangalia kupitia wazo Mungu alituumba. Kwa hiyo wazo ulilonalo moyoni mwako ndilo litatimia. Ndio utakaloomba unachokitaka. Ndio. Wewe unatarajia kupata? Ndio. Au unaangalia kwamba mbona kwetu, maana unajua kunako katabia kwamba mtu akiangalia anasema au anasema hivi, kwenu kuna laana. Walisema kwenu hamtaolewa. Lakini kwa mtu ambaye amelishika neno, kwa mtu ambaye ameokoka, hiyo laana haina nguvu kwake. Yani haipo. Lakini sasa wewe unaelewa kwa sababu usipoelewa huwezi kupata kile unachokielewa. Ni kweli. Hakiwezi kuja. Hawezi kupokea. Kwa sababu utapokea kile ambacho umekiumba. Kwa hiyo utapokea cha kubaki bila kuelewa kwa sababu kile unachokiona. Ndio. Kwa sababu mimi nikikumbuka nimemaliza chuo kikuu mwaka 2010. Lakini kipindi namaliza wenzangu wengi waliolewa. Mimi nimeanza kazi, watu wanaolewa. Kiubinadamu
unaweza ukasema Mbona jamani, rika langu wameisha? mbona mimi rika langu kila na rafiki zangu wote Yeah. wameolewa. Alafu kitu kingine, si tuseme ni nini, mimi nasema sio mbaya, ni nzuri zaidi. Kwa sababu nikisema mbaya haikuwa mbaya, kwa sababu ilikuwa inanifanya nizidi kumwamini Mungu. Yeah. Kuna wenzangu wako naambia, Stella, mbona umri unaenda jamani? Muda wa kuzaa mwisho miaka wanasema 45 sijui. Mimi nakumbuka kuna mtu siku hiyo nilimwambia nionyeshe kwenye Biblia. Imeandikwa wapi? Wapi imeandikwa umri wa kuzaa mwisho 45? Mbona Sara alizaa na miaka 90? 90 huko. Na ninaangalia, ukiwa mtu ambao unafuatilia utaona kwamba kuna shuhuda nyingi, watu wenye umri mkubwa Wamezaa, wameolewa na wamezaa. Kwa hiyo ni akili yako inakupeleka kwenye matokeo. Matokeo yoyote chini ya jua yanatokana na kile ambacho kipo ndani yako. Kwa maneno mengine niseme kwamba mtu yuko vile alivyo kwa sababu ni matokeo ya mawazo yake. Yes. Ni matokeo ya kile anachokitaka. Ndio. Sasa unakuta, kwa sababu unakuta, unajua mtu anasema mdomoni kwamba anatamani kuolewa. Lakini akirudi kwenye mazingira unakuta kwenye moyo wake anasema lakini unajua sisi tuolewaje. Lakini hata hivyo kwa umri huu kwa hiyo anaanza yeye sasa anachoongea mdomoni kwamba anataka kuolewa, lakini akienda kwenye mawazo yake kile anachowaza moyoni vinapishana na anachokiongea. Vinapishana. Kwa hiyo unakuta sasa yale Mungu anasema kabisa kwamba mnaongea katika vinywa vyenu, lakini kwenye mioyo yenu mnazo tofauti. Ndio. Kwa hiyo huwezi kupokea kile ambacho unakitaka. Huwezi kupokea. Unajua mimi kuna mstari mmoja waga naupenda kwenye Biblia, Warumi sura ile ya 10. Tukifungua ile Warumi sura ile ya 10, mstari ule kuanzia 9. Kuna neno pale linasema, kwa moyo mtu waamini hata kupata nini? Haki. Na kwa kinywa ukiri hata kupata nini? Wokovu. Sasa wewe moyoni mwako unaamini nini? Alafu unakiri nini? Na unakiri nini? Mfano mimi nilikuwa nakaa kwenye kioo. Mimi nilikuwa napenda kukaa kwenye kioo. Yaani nikiona watu wanaolewa, mimi naenda kukaa kwenye kioo. Usiku najiangalia, najiambia, we Stella ni mzuri sana. Ndio. Utaolewa. Na ninavyoongea hivyo nilichora gauni langu la ndoa. La harusi. Nilichora kabisa gauni langu la siku ya ndoa na nikachora litakaaje. Na Mungu yani siku moja nililala, nilionyeshwa mpaka nguo yangu ya send off rangi yangu. Na siku ambapo nakuja kuolewa, send off yangu nilikumbushwa ile rangi, ndio ile rangi inayovuka kwenye send off yangu. Wow. Light blue ni rangi ambayo nilipewa kwenye ndoto. Kwa sababu ya vile ulikuwa unajiwekea yaani umejiwekea malengo. Yes. Umejiwekea maombi yako, unajitabiria. Najitabiria. Na unakaa kwenye kioo ili wewe mwenyewe ujione. Alafu useme wewe Stella, wewe Stella, wewe mzuri. Wewe mzuri. Wewe utaolewa. Yaani ni hivi, mabinti ambao wananisikiliza hivi leo. Na wanakusikia. Wakisikia hiki ninachokisema. Mimi mtume nimeolewa nina miaka 39. Nimeolewa na miaka 39. Sasa kama kuna mtu ananitazama, wewe una miaka 20, 30 na unapiga kelele, yani bado. Mimi na miaka 39 nimeolewa. Lakini nikisema nguvu yangu kubwa, akili yangu sikuweka kwenye kuolewa. Leo kwa Mungu. Mimi nguvu yangu kubwa na akili yangu niliweka katika kumtumikia Mungu. Yeah. Nakumbuka wakati niko Mwenge nilikuwa na washauri watu. Sina mtoto, sina ndoa. Katika ulimwengu wa mazingira ya kibinadamu. Lakini ndani kwenye ulimwengu wa roho nao nilikuwa naona nina ndoa, nilikuwa naona na mtoto. Kwa hiyo nilikuwa nikimshauri mtu, namwambia Mungu, kama mimi ulivyonipa watoto na huyu mpe. Alafu kumbuka nilikuwa sina mtoto katika damu na nyama. Hujamuona katika damu na nyama. Kwa sababu Waefeso sura ya 1 mstari wa 3 inasema hivi, tumebarikiwa kwa baraka za rohoni. Wewe unachokiona ni cha mwilini. Na baraka zetu zinaanzia rohoni. Yes. So, unajua kitu ambacho watu wanakosea pia ni hapo kwamba yani lazima ili uweze kuona zile baraka zako, lazima uzione katika roho. Ndio. Ndio maana kwamba unakuta kwamba ulikuwa unasema katika roho kwamba unajua kwamba mume wako hujamuona katika damu na nyama, lakini yuko katika roho. Katika roho. Leo nimeshasema na neno la Mungu ndio roho. Kwa hiyo unakuta kwamba yule mtu ambaye jinsi unavyoona kwenye ulimwengu wako wa roho, unavyoomba kwenye ulimwengu wa roho. Sababu amesema hivi pia katika ile Matendo. Amesema kwamba ametuambia kwamba
wale walio wana wa Mungu wanaongozwa Na roho wa Mungu. na roho wa Mungu. Kwa hiyo kama utaongozwa na roho wa Mungu, huwezi kupokea kitu cha Mungu. Huwezi. Sababu vitu vya Mungu viko katika roho. Mungu wetu yuko katika roho. Roho. Na ndio maana akasema kwamba japo sisi tunaishi katika ulimwengu, lakini sisi sio wa ulimwengu huu. Sio ulimwengu. Sio ulimwengu huu. Kwa hiyo lazima uanze kutaka vitu vyako katika roho. Katika roho. Na ili uweze kuvivaa lazima upenye katika roho. Upenye katika roho. Upite haya mazingira. Upite. Kwa hiyo wewe ulikuwa unaona katika roho. Na ndio maana sasa unakuta kwamba kwa sababu ulikuwa unaona katika roho, unachokiona uweze kunyimwa. Na unakipokea tena kama ulivyokitaka. Tena kama ulivyokitaka. Kabisa. Nikisema mimi nilikuwapo na ile nilianza kusema kwamba nilikuwa nikiona mtu ana mtoto amenyambia namuombea. Unamtabiria. Nilikuwa namwambia Mungu mpe mtoto. Na ni watu wengi ambao niliwaombea wakati mimi sina mtoto. Wakapata watoto. Kuna dada mmoja aliwahi kutoa ushuhuda, yuko Tabora, Mariam. Yule alitolewa kabisa uzazi. Akaambiwa kabisa hataweza kuzaa. Lakini aliombewa akapata mtoto wa kiume. Ndio. Anaye mpaka leo na alitoa ushuhuda pale Precious Center. Amen. Sasa ukiangalia kile wewe unachokiwaza, utachokipata. Ndicho kinacho. Kwa hiyo ina maana mawazo yako ni mbegu yako. Mawazo yako ni mbegu yako. Ukisoma Nahum ile sura ya 1 mstari wa 9. Neno linasema hivi, unawaza nini juu ya Bwana? Huyu Mungu aliyokuumba, unawaza nini juu yake? Unajua kama anaweza kukupa unachokitaka? Wewe unawaza nini? Unawaza umri wako? Au unamuwaza Bwana kwamba hicho unachokitaka Bwana anacho? Anacho. Kwa sababu kile unachomwazia Mungu ndicho ambacho anakufanyia. Hawezi kwenda nje. Nitasoma hii Nahum sura ya 1 mstari wa 9. Inasema, mnawaza nini juu ya Bwana? Yeye atakomesha kabisa mateso, hayatainuka mara ya pili. Ndio. Kwa hiyo mateso yako unayoyaona leo, shida yako unayoiona leo, aibu unayoiona leo ya kutokuolewa, wewe unawaza nini juu ya kutokuolewa kwako? Unawaza kwamba hutaolewa au unawaza kwamba utaolewa? Kwa hiyo ndio maana nasema mawazo yako ndio yatakayootesha unachokitaka. Yes, mawazo, picha. Una picha gani? Yes, na hata sio hivyo tu. Mimi wakati pia sijaolewa katika ulimwengu wa damu na nyama, nilikuwa najisemea mimi ni mke wa mtu na nitazaa mtoto wangu ataitwa Ginsla. Nilijitamkia kabisa mtoto wangu ataitwa Ginsla. Kwa hiyo hata mme wangu wakati anakuja ananichumbia, nilikuwa namwambia unajua utaitwa Baba G. Kwa hiyo mchumba wangu akaanza kuniita Baba G na mimi nikamwita ananiita Mama G. Na kweli mtoto wangu wa kwanza nimezaa wa kiume. Ndio. Kama ulivyotamani. Kama nilivyotamani, kama nilivyotamka, ndivyo ilivyokuwa. Unajua Bwana Yesu alisema hivi, kama wa baba wenye dhambi mtoto wake akimuomba mkate, ndio hawezi kumpa jiwe. Ndio. Na akimuomba samaki hawezi kumpa nyoka. Si zaidi sana baba yenu wa mbinguni. Wa mbinguni hatakupa kile ambacho unakitaka. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba Mungu wetu anakupa kile ambacho unakitamani. Kile ambacho ni haja yako. Ndio. Anakupa. Ndio. Unavyoniambia hivyo unanikumbusha pia wakati na mimi nikiwa binti nilitamani. Nikamwambia Mungu natamani nikiolewa nizaa watoto wangu 4. Wawili wa kiume, wawili wa kike. Nilikuwa natamani tu, wala sasa sikusema labda nafunga na kuomba. Na ndivyo Mungu alivyofanya. Hukufunga wala kuomba. Yani tu mwenyewe tu yani wa kwanza akawa wa kiume. Wa pili akawa wa kike. Wa tatu akawa wa kike, wa kiume. Wa 4 akawa wa kike. Kama nilivyoomba. Hivyo tu. Lakini ilikuwa ni haja ya moyo wangu toka nikiwa binti. Mimi nilisema na nikasema na majina pia nilipanga. Na mtoto wangu wa kwanza wa kike nitamuita fulani, lakini nikiwa sasa na mimba ya yule mtoto wa kike nikaambia huyu ataitwa Ana, wa kike atakuja baadaye. Na nikapewa sababu kwa nini anakuja baadaye. Kwa hiyo unakuta kile unachokitamani ndio wanasema kwamba yale mawazo unayoyawaza ni ya msingi sana. Mawazo na maneno unayotamka. Tukiangalia katika uhalisia, kwa nini watu wengi mtu ameokoka lakini Mungu hajibu maombi yake? Kwa nini utakuta hata kipindi hiki cha mwezi wa 5 watu wengi utakuta wanafunga lakini hawapokei maombi?
Ukiangalia watu wengi wanafunga kwa mila na desturi tu. Kwa mazoea. Yes, mazoea ambapo Mazoea. Mungu anakasirika, Hapendi hapendi. mazoea. Ile ukisoma ile mfano Isaya 58 imeelezea kabisa, wewe unapoomba uombe kwa ajili ya mapenzi ya Mungu. Unapofunga ufunge kwa ajili ya mapenzi ya nani? Ya Mungu. Mimi nikisema sijawahi kufunga na kuomba kwa ajili ya kuolewa. Wala sikuwahi kufunga na kuomba kwa ajili ya kupata mtoto. Ndio. Nilichokifanya, nilikuwa nafunga na kuomba kwa ajili ya kufanya mapenzi ya Mungu. Uweze kumpendeza Mungu. Niweze kumpendeza Mungu. Yeah. Naweza nikasema hata ilivyotokea kipindi mimi ambacho mme wangu amepeleka barua kwetu. Kipindi hiko sasa tupo tu marafiki. Mimi nilikuwa Tabora. Nilipangiwa kazi Tabora, mkoa wa Tabora, mchungaji kiongozi. Na nimeenda kule, kumbuka, nilikuwa hata sijachumbiwa. Kwanza hata tujafikia mkataba yani wa kuoana. Naye alikuwa anasali huko KKT. Ndio. Lakini alivutiwa na maisha yangu. Yes. Yale maisha ya utaua. Ya utaua ambayo yamesema katika ile Waefeso sura ile ya 12. Ukisoma mstari kuanzia ule wa 7 utaona pale lile joka lilivyotupwa. Lakini tutamshinda tukiwa kuna mambo manne. Akasema kwanza Mungu ameachilia wokovu. Yes. Cha pili amesema ameachilia nguvu. Ndio hii nguvu ya kuolewa tunayoiongelea. Cha tatu amesema ameachilia ufalme. Cha nne ameachilia mamlaka. Kwa hiyo katika hivi vitu vinne, mimi kitu cha kwanza nilichoking'ang'ania katika maisha yangu ni wokovu. Ambao ndo maisha ya utakatifu. Maisha ya utakatifu. Yes. Ni utafute ufalme wake na haki yake. Ndiyo. Na mengine yote nitazidishiwa. Sasa wewe unataka kuolewa, umeokoka. Je, hiyo Mathayo sura ya 6 mstari wa 33 umeishika? Ya kuishi katika maisha Kutafuta ufalme wake. Ufalme wake kwanza. Kwa asilimia zote. Kwa sababu kitu ambacho nilichokiona, wengi asilimia kubwa ya watu waigizaji. Mimi sidhani kama huyu Mungu ametupa neno lake na amesema ninaliangalia neno langu ili nilitimilize. Yeah. Kwamba ukae kweli unamuomba Mungu miaka yote nenda rudi asikupe mume. Haiwezekani. Haiwezekani. Kitu ambacho kinatokea kama wanavyosema, watu wanajichanganya. Yes. Watu wako kanisani wanasema wameokoka. Lakini kiuhalisia unakuta mtu yuko vuguvugu. Yuko vuguvugu. Kwa Mungu hayupo, kwa shetani hayupo. Hayupo. Yuko hapa katikati. Anampenda Mungu, anapenda dunia. Sasa huwezi kupata chochote hapa. Huwezi. Kwanza duniani unakosa na huku unakosa. Unakosa. Kwa hiyo ni vema mtu kwamba haamue. Wewe binti unanitazama hapa, ambayo umezoea kwenda kanisani. Unasema wewe ni Mkristo, lakini maisha yako hayaoneshi Ukristo wako. Maisha yako hayaoneshi kwamba wewe ni moto au ni baridi. Sasa hapa unajichelewesha zaidi. Na watu kama hawa pia wamefika kanisani, wamekuwa sasa wao pia ndio wale ambao wamekuwa sasa watu wa kuharibu ndoa za wengine. Kwa sababu anahisi kama vile yeye kutokuolewa kwake, hata kama hata haribu ndoa ya mwingine. Ndio. Anasema ni haribu ndoa za wengine. Na kwa sababu gani watu wanapenda ile maisha ya bure? Anaambiwa siku hizi kuna sasa kuna mashuga mami, siku hizi kuna mashuga daddy, kuna mashuga daddy na wenyewe anakuambia naenda kukupangishia nyumba, nitakulipia. Anakufanya wewe nyumba ndogo. Kwa hiyo unaona, kwa sababu ya ile unaona kwamba kwanza siolewi. Na wengine wanasemaje, waliopo sasa hivi ni waume wote, ni waume za watu. Kwa hiyo sasa bora tu mimi nikakae mahali nipangishiwe nyumba kama hivyo, apumzike. Kumbe anajichosha. Wewe unajichosha kwa sababu gani? Huyu hawezi kuwa mumeo. Kwanza wewe unaitwa mwizi tu. Ni mwizi na unaharibu maisha yako mwenyewe, kwa sababu hata kawe mume wako, huyo ni mume wa mtu. Na unajipotezea muda wako na kujaribia heshima yako. Sasa alafu nakuta wewe uko kanisani. Sasa mtu kama huyu ambaye yuko kwenye mazingira kama haya, kihalisia wewe utakuwa umechoka. Na umebaki vuguvugu. Kwa hiyo amua uwe moto au uwe baridi. Lakini vinginevyo kwa namna hiyo huwezi kumuona Mungu. Huwezi kupata mume wako kama unavyotaka. Ni kweli kabisa. Kuna kitu kimoja ambacho somo moja Mtume na Nabii baba yetu Josephat Mwingira aliwahi kufundisha. Alikuwa nadhani kuna ile somo silikumbuki vizuri, lakini alikuwa anasema dhambi inakutenga
na mema yako. Ndio maana yake. Dhambi inakutenga na utajiri wako. Kabisa. Dhambi inaleta umaskini. Dhambi inazuia mambo yako mema. Kwa nini? Yaani mimi napenda sana kuwafundisha watu kwa neno. Ukisoma ile Methali naisoma. Wasije wakasema tumeitoa kichwani. Methali sura 20 mstari wa 27 inasema hivi: pumzi ya mwanadamu ni taa ya Bwana. Hupeleleza yote yaliyomo ndani yake. Ndio. Yako yani unapopumua. Yaani unapopumua na kuachia, wewe ni mwongo, uongo unaonekana. Yaani ile wanasema taarifa zinaenda. Zinaenda. Yaani ndivyo unavyoonekana. Kwa hiyo hakuna mtu akusema kwamba akakusingizia. Hakuna. Hiyo Mungu anaipokea kama ilivyo. Ilivyo. Pumzi yako. Ni taa. Ni taa. Ya Mungu. Kwa hiyo ukipumua anakuona uko wapi. Anakuona. Ukipumua anaona unafanya nini. Anaona unachokifanya, anaona unachowaza na anaona matendo yako yote. Sasa niambie, alafu huyo ndo anayetakiwa kukupe huyo Mungu. Wewe upo na mme wa mtu anakulipia kodi. Hii mitego nilipitia mimi. Ndio. Ilitokea mpaka ufike hapo kuvuka mengi. Wanasema ukiona nyani amezeka amekopa mishale mingi. Akwepa mishale mingi. Alitokea mtu kabisa aliniambia nitafuta nyumba Masaki. Nikupangishie. Tafuta nyumba sehemu yote nikupangishie, lakini niwe bi mdogo. Ndio hapo sasa. Mimi nilijitazama kwenye kioo, niliwahubiria wiki iliyopita watu kanisani. Nikajitazama kwenye kioo. Nikamwambia hivi mimi kweli Mungu ameniumba kuwa bi mdogo. Mama yangu hakuwa bi mdogo. Leo mimi nikawa bi mdogo. Bi mdogo. Nikasema hapana, si qualify kabisa. Hiyo inakataa. Viwango vya havitoshi. Sasa mwingine anataweza siambiwa olewe. Kile kitendo tu cha kukubali kuwa na mtu ambaye wewe unajua hapa kabisa unatenda dhambi, jua kabisa umekubali kuwa bi mdogo kwa shetani. Ndio maana yake. Yaani wewe bi mdogo. Kwa sababu hakunaga kwa Mungu hakunaga bi mdogo. Kwa Mungu hamna bi mdogo. Hakuna second chance. Hakuna second chance. Sio wanasema sio second chance, hakuna kwamba yani wewe yani yaani unajua mpaka hivyo ni kama unaona kama Mungu ameshinda. Ameshindwa. Kwa hiyo mitego ipo. Ipo. Tena yani ni hivi wapendwa, sikiliza. Kama Yuda aliweza kuwa na Yesu, kanisani watashindwa kuwepo? Huko ndo wamejaa. Kanisani wamejaa wengi ambao watakushawishi umkosee Mungu. Na unajua amesema hivi pia, ndio maana akasema hivi acheni ngano na magugu zote. Vime pamoja. Kwa hiyo huwa normal hiyo iko pamoja. Wabaya na wazuri wako pamoja. Ipo. Tena kuna mwingine atakufuata ambaye hata utegemei. Sasa wewe ni akili yako. Wewe unajua nini? Wewe unajua nini? Unaelewa nini kuhusu wewe habari zako na Mungu wako? Sasa fulani kaniambia, kwani fulani ndo Mungu? Unajua mtu anaweza kusema hivi. Hivi kuja kwa Mungu, huyu yuko kanisani. Ngoja tuwasomee mstari. Mithali 16 mstari wa 4 inasema hivi: Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake. Naam, hata wabaya kwa siku ya ubaya. Kabisa. Kwa hiyo mtu anaweza akaja kwa sababu ameandaliwa kwa ajili ya ubaya. Kwa ajili ya ubaya. Na siku hiyo ya ubaya. Akujaribu. Ndio maana yake. Sasa wewe umekaaje? Wewe umekaaje? Shughuli iko kwako. Shughuli ipo kwako. Huyu mbaya kaandaliwa. Ndio. Ameandaliwa kwa ajili ya siku ya ubaya. Kwa siku ya ubaya. Sasa wewe ubaya unaushinda. Na unataka ushinde ubaya. Ndio pale kwenye mambo manne wokovu. Yes, ufanye uchukue nafasi yake. Una nguvu.